Tangu Machi 16 mwaka 2025, taifa la Kenya limeingia katika vichwa mbalimbali vya habari duniani kote mara baada ya raia wake mwanadada Margaret Nduta kuhukumiwa kifo kwa njia ya sindano ya sumu ama lethal injection. Margaret alikamatwa mwaka 2023 nchini Vietnam akiwa na dawa za kulevya aina ya cocaine zenye uzito wa kilogramu 2 alizokuwa amebeba katika begi alilokuwa nalo. Mamlaka za Vietnam zilimhukumu Margaret kifo Machi 16 mwaka 2025, ambapo alitakiwa kuuawa saa 2:30 usiku siku hiyo, saa moja tu baada ya mlo wake wa mwisho. Lakini hadi sasa haijabainika ikiwa adhabu hiyo ilitekelezwa au la. Taarifa zinadai kuwa hukumu yake imesogezwa mbele hadi Juni mwaka huu ili kuona namna ya kumnusuru mwanadada huyu, na hii ni baada ya jitihada mbalimbali za viongozi wa serikali ya Kenya kuiomba serikali ya Vietnam impunguzie adhabu, licha ya kuwa madai ya taarifa hii bado hayajathibitishwa. Inaelezwa ya kuwa miongoni mwa viongozi wanaotajwa kuingia mstari wa mbele kupigania uhai wa Margaret ni pamoja na Rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambapo alifanya mazungumzo marefu kwa simu na Rais wa Vietnam akimtetea Margaret ili aokolewe dhidi ya kifo hicho cha kinyama. Taarifa ya Katibu Mkuu wa masuala ya kigeni nchini Kenya, Korir Sing'oei, alibainisha kuwa bado wanaendelea na juhudi za kidiplomasia ili kuweza kuokoa maisha ya Margaret. Sing'oei alieleza ya kuwa tayari ameshafanya mazungumzo ya simu na naibu waziri wa mambo ya nje wa Vietnam, Nguyen Minh Hanga, kuhusu ombi la Kenya la kuzuia kutekelezwa kwa adhabu hiyo ya kifo. Swali kubwa linaloumiza vichwa vya wengi ni namna gani mwanadada huyu kutoka kaunti ya Murang'a nchini Kenya alivyoweza kuingia kwenye sakata hili. I want to take this opportunity to ask and to request the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, to assist this lady called Margaret Nduta, who is supposed to be hanged tomorrow in Vietnam. This lady did no crime. This is a lady who was at the wrong place in the wrong time. Nikukumbusha tu kwa wewe ambaye ndio kwanza unakutana na channel hii, hakikisha kwanza una subscribe, like, share, pamoja na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupewa taarifa kila nitakapoweka video mpya. Hii ni safari ya matumaini iliyogeuka kuwa mlango wa kifo kwa mwanadada Margaret Nduta. Story inaanza miaka 2 iliyopita. Margaret alikuwa na ndoto kubwa. Ndoto za kuwa na uhuru wa kiuchumi, kuwa na maisha ya kifahari, pamoja na kuondokana na changamoto mbalimbali za maisha alizokuwa nazo. Sasa katikati ya kipindi hiki, alijitokeza jamaa mmoja aliyefahamika kwa jina moja tu la John, ambaye alimpa ofa itakayomfanya kuingiza kiasi cha fedha ambacho kwake yeye ilikuwa ni kama malipo makubwa yenye kazi rahisi. Kazi yenyewe ilikuwa ni kusafirisha begi moja tu kutoka nchini Kenya hadi nchini Vietnam, na angelipwa kiasi cha $1,300 ambazo ni sawa na takriban shilingi milioni 3.5 za Kitanzania. Imagine tu unasafirisha mzigo wa cocaine wa kilo 2 ambao thamani yake ni zaidi ya shilingi milioni 500 za Kitanzania, na kisha unaahidiwa kupewa shilingi milioni 3.5. Inauma kweli kweli. Yaani licha ya hatari zote ambazo angeweza kukutana nazo, lakini yeye ndiye anayepewa kiasi kidogo hicho cha fedha. Na cha kusikitisha zaidi hapa ni kwamba kwake yeye aliona ni kama mamilioni ya fedha, tena anayoyapata kwa urahisi kabisa. Waswahili wanasema ama kweli usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Inaonyesha dhahiri kabisa ya kwamba Margaret hakuwa nafahamu chochote, hakuwa nafahamu ni nini kilichomo katika begi alilopewa. Hatimaye mambo yakawiva bwana, ambapo Julai mwaka 2023 Margaret alikuwa pipa na kuianza safari yake ya kuelekea nchini Vietnam, huku akiwa na mzigo mmoja tu, begi alilopewa na bwana John. Margaret alifanikiwa kupita vizuri kabisa katika viwanja vitatu vya ndege, akianzia uwanja wa Jomo Kenyatta nchini Kenya, kisha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bole nchini Ethiopia,
na baadaye uwanja wa kimataifa wa Hamad nchini Qatar. Yaani alipita bila kutiliwa mashaka yoyote yale katika viwanja hivi, ambapo miongoni mwa viwanja hivi vipo ambavyo vinatajwa kuwa na ulinzi na mifumo imara. Lakini alipofika katika uwanja wa ndege wa Ho Chi Minh nchini Vietnam, story ilibadilika kabisa. Baada tu ya kutua katika uwanja huo, maafisa kutoka kitengo cha dawa za kulevya pamoja na maafisa wa ulinzi waliosindikizwa na mbwa wenye mafunzo makali ya kutambua vitu haramu kwa kunusa walikuwa standby kwa uchunguzi wa abiria wote kama kawaida. Sasa wakati wa ukaguzi, mbwa wa kunusa aliganda katika begi la Margaret, jambo ambalo liliashiria ya kuwa kuna kitu hakiko sawa kwenye begi lake. Muda mfupi baadaye, ukweli ulibainika, ambapo baada ya ukaguzi, maafisa walipata kiasi cha kilo 2 za dawa za kulevya aina ya cocaine kikiwa kimewekwa katika begi lake. Margaret alipatwa na mshangao mkubwa, ambapo alisisitiza ya kuwa hana hatia na kuongeza kuwa yeye ni msafirishaji tu wa begi hilo ambaye amejikuta katikati ya mchezo asioufahamu. Lakini isivyo bahati, sheria za Vietnam hazina mzaha hata kidogo, hasa pale linapokuja swala la dawa za kulevya. Maafisa wale waliuliza maswali kadhaa. Miongoni mwa maswali hayo ni kwa nini mtu ampatie mzigo wa begi hilo alisafirishe kutoka Kenya hadi Vietnam, na kwa nini asitumie kampuni za mizigo ili wamsaidie kusafirisha mzigo wake tofauti na kumpatia mtu aende nao. Maswali haya yote Margaret alitamani angejiuliza kabla ya kukubali mchongo huo na kukanyaga mguu wake kwenye ndege. Maana angejiuliza maswali haya, asingeingia kwenye mtego huu unaoyaweka maisha yake katikati ya mstari mdogo wa uhai na kifo. Lakini isivyo bahati, huruma ni moja ya vitu ambavyo Vietnam haina kabisa pale linapokuja suala la dawa za kulevya, ambapo taifa hili linatajwa kuwa miongoni mwa mataifa yenye sheria kali zaidi dhidi ya dawa za kulevya duniani. Kesi ya Margaret ni moja ya kesi ngumu zaidi katika utatuzi wake. Lakini swali la kujiuliza hapa ni kwamba, je, kutokana na jitihada zinazoendelea, diplomasia inaweza kuleta miujiza itakayoweza kuzuia hukumu yake? Ama Wakenya watashuhudia mwisho mbaya wa safari ya mwanadada huyu aliyeingizwa kwenye mkenge kwenye sakata la kusafirisha dawa za kulevya? Niambie ni kipi umejifunza kupitia kisa hiki. Niandikie katika upande wa comment hapo chini. Usiache pia kusubscribe, kulike, pamoja na kubonyeza alama ya kengele ili uendelee kuwa wa kwanza kupewa taarifa kila nitakapoweka video mpya.